Okay, this is a video ambayo naenda kuelezea namna ya kutumia mfumo wetu wa dry cleaner. Kwa utaingia utaandika dry cleaner pro. Ukishaandika dry cleaner pro, hii link ya kwanza kabisa inakuja hapo juu inaitwa dry cleaner pro, utaifungua ambao kisha fungua hii link. Mtandao wangu uko chini kidogo, lakini let's wait. Ukishafungua mfumo wetu utafunguka hivi. Hii ndo landing page yake. Inavyoonyesha packages mbalimbali na vitu mbalimbali. Marekebisho yanaendelea na tunaendelea kupokea tunasema recommendation kama unataka kitu fulani kibadilike, kitu fulani kiweje, uendeshaji na kila kitu tunaweza kufanya hivyo vitu. Tunaenda kupokea maoni. Kwa hiyo utaingia sehemu ya ingia au anza sasa. Ukishaingia sehemu hiyo utakuta option mbili. Kama una account uta login, kama huna account utajisajili. Sasa mimi tayari nina account ya demo ambayo hiyo account tutaenda kuitumia. Kwa hapo utajaza jina la biashara yako, kwa mfano labda utasema Iringa, utaandika labda Iringa dry cleaner. Sawa. Hapo utaweka namba ya ofisini kwako, utaweka email, utaweka password tena kwa ajili ya kuhakikisha hiyo password unaikariri. Kwa sasa mimi nitatumia account ambayo nimeifungua kwa ajili ya demo, Kikaka future@gmail.com, ambayo hii account nimeitengeneza kwa ajili ya kudemonstrate hivi leo. Kwa baada hapo, so ukishafungua kwa mara ya kwanza utaingia utakupa kwenye trial, ambayo hii trial ngoja nianze kufungua kabisa tu. Nitafungua labda niandike Kikaka dry cleaner. Then napataka namba ya simu ambayo naweka my personal number. Nitaweka namba yangu ya simu 7300. Email nitaandika kikakatest@gmail.com, and then hii ndio nitaweka kama password kwa sababu humu taarifa zinazokaa ni ya test. So baada ya kufungua account, kama unavyoona account imeweza kufunguka. Hapo utaonyesha sehemu ya kuonyesha and ina features nyingi. Upande wetu wa kushoto ni sehemu ya sidebar ambayo utaweza kuona order, utaweza kuona vikumbusho, wateja ambao hawajalipa au kulipia, and then utaingia hapo kuona wateja ambao wamelipa, malipo kama kuna malipo yamefanyika, and then sehemu ya kutafuta kama kuna order ya mteja unataka kuitafuta, and then kuna sehemu ya kupanga bei, kuna sehemu ya matumizi ambayo utaweka aina mbalimbali za matumizi yako. Kuna sehemu ya report ambayo report inaonyesha kwa wiki, kuna wiki hii, mwezi huu, mwaka, and then mwezi unaweza kubadilisha miezi kutokana na hii catalog. Kuna sehemu ya ku-export PDF na CSV ambayo ni Excel file ambayo inaweza kusaidia kuweza kupata data analysis vizuri. Sehemu ya mipangilio ambayo unaweza kuupload hapa, ukaupload logo ya ofisi yako hapa, ukahariri, ukaandika mahali ambako ofisi yako ilipo, and then utaweka namba ya ofisini kama ukuweka mwanzo kule, and then unaweza kuweka ikawa hivi bright au ukatumia dark mode. Unaweza pia ukatumia Kiingereza au Kiswahili. So I'm prefer kutumia Kiswahili zaidi. Sasa utakuja sehemu ya bei kwanza. Hapa bei ndipo utapoandika bei za nguo zako unafua kwa shilingi ngapi. Kama unafua kwa matenga, utakuja hapa chini utaandika tenga, labda tenga, hapo utakuja utaandika tenga underscore labda kubwa. Tenga kubwa labda unafua kwa 15,000, utaandika hapo, utaadi. Tenga labda tenga dogo, tenga tena labda utaandika hapa tenga underscore dogo labda unalifua kwa shilingi 10,000. Baada ya kufanya hivyo uta add, and then tenga dogo utaadi, utahifadhi, and then utahifadhi, utaadi, and then utahifadhi. Sasa baada ya kuwa naweza kuwa na matenga, and then na t-shirt pia utaedit bei. Kama ni 500 utafuta hii 1500, kama hii ni 1000 utaandika 1000, kama hii ni ngapi, and then utakuja utahifadhi. Ukishahifadhi bei zako zitabakia hivyo. Hii bei imebadilishwa, kama sijabadilishwa utaziona hapa. Sasa baada ya hapo ukitaka kuweka order yako ya mteja wa kwanza, tutakuja hii sehemu ya order ambapo utasema order mpya. Hii order hapo utaweka jina la mteja, anaitwa Juma Ali. Utaandika labda mteja anaitwa Juma Ali. Usiwe mvivu kwenye kuandika taarifa kama unataka kupata accurate information ofisini. Na unaweza kuwahimiza wafanyakazi waandike taarifa kadri wawezavyo ili kuweza kupata taarifa sahihi
kwa ajili ya kuweza kusaidia mfumo ufanye kazi vizuri. Kwa hapo utaweka namba yake ya simu, namba ya simu 65300, tarehe aliyoleta nguo ameleta tarehe 13, tarehe ya kuchukua inaweka siku 2 mbele. Kwa hiyo unaweza ukabadilisha hiyo ukasema hapana, hizi nguo aje achukue tu labda kesho. Sawa? And then hapo utaweka aina ya nguo. Tuseme alikuja na suruali 2 zilizidi, alafu na tenga dogo. Sawa? Kwa hapo imekuwa 10500. Hapo utaweka maelezo, labda nguo hizi zinafuliwa na kukaushwa, zinafanyeje? Sio lazima. And then utahifadhi. Oda imehifadhiwa. Sawa, oda ikishahifadhiwa hapo, hiyo nguo inakuwa imepewa ID. Simuona hapa Makikaka Dry Cleaner, Kikaka Dry Cleaner, oda namba 1. Sasa hii oda namba 1 utaname ule mzigo wa mteja kwamba ni oda namba 1. Baadaye utasema, ukianza kuzifua zile nguo za mteja, utasema nguo zimeanza kufuliwa. Sawa? Nguo zimeanza kufuliwa. Ikitokea mteja amekaa siku moja zaidi hajaja kuchukua nguo, kuna vikumbusho. Kwa kama anadaiwa utakuta message yake hapa ana deni, kama hajachukua unakuta message hapa ya kuchukua. Kwa utabonyeza to send message, itatuma message aje achukue nguo. Kama nguo tayari zimeshafuliwa sasa zimekaushwa, unasema tayari kuchukua. Hapa itaenda, umeona SMS imetumwa, itaenda SMS kwa mteja. Sawa? Natamani kuonesha, ngoja nijaribu kuonesha hapa message iliyokuja huku ambayo imenifikia wakati naendelea kujaribu kuonesha. Simu yangu inazima chaji. Sasa nataka nijaribu kuonesha message ambayo imefika haraka hapa. Nitumie kitu kinaitwa, natumiaga nini? Natumiaga stream. Hii hapa. Sasa message hapo tayari imefika kwamba iko tayari kuchukuliwa. Na kama iko tayari kuchukuliwa, huku nako itakuja kwenye sehemu ya kukumbushwa tarehe aliyoleta nguo, tarehe ya kuchukua. Sasa hapo ngoja nifungue haraka start streaming, ni entire screen, share the screen. Sasa hapa nitaweka ID hapa ambayo ni 192.168.1.199 hapa ni 80 nafikiri. Sasa kama umeweza kuiona, kuna message iko hapa juu. Hii hapa message. Sasa inashindwa kufungua kutokana na hizo proxy za message, lakini message hii hapa inasema kwa hapa tuandike dry cleaner ili zionekane message hizo peke yake. Umeona? Hii message ndio imeingia hapa sasa hivi ya Ali kuchukua nguo. Sasa kama ikitokea mteja hajachukua nguo, utakuja utasema utatuma tena SMS. Ukishatuma SMS, nataka tuone huku. Umeona imeongezeka message, habari, tunakushukuru oda yako. Hiyo iko tayari kuchukuliwa. Karibu ofisini. Kikaka Dry Cleaner. Sasa hapo inaonyesha jinsi gani ambavyo messages zimeweza kutumwa 2. Na kama oda itakuwa tayari, utasema imechukuliwa. Ikishachukuliwa, nini tunategemea? Tunategemea itume SMS kwa ajili ya kumshukuru mteja. SMS nyingine hii hapa imetumwa sasa hivi na dakika 6 hapa na dakika 6. Ambayo inasema habari, tunashukuru kwa kutumia oda yako hiyo imekamilika. Lakini amechukua hajalipa hela. Kuna option nyingine ambayo unaweza kusema tunamdai, tunamkumbusha huyu mteja kama tunamdai, kwa sababu kwenye ofisi za dry cleaner hela hizi 500 ngapi ndo zinabakia. Message imekuja tena, hii hapa inasema, Ali, habari, tunakukumbusha una deni la shilingi hiyo kwa oda hiyo hapo, karibu kulipia. Kwa hiyo hapo ikitokea amelipia hiyo oda, tunasema sasa tumepokea malipo. Tunaweza kaa alituma kwenye M-Pesa, Tigo Pesa, au alituma pesa taslim. Kwa kama alitoa pesa taslim, tutasema tumepokea 1000, 10,000 na 500 kutoka kwa Ali. Sasa hapa anaweza kupata risiti. Japo risiti ilikuwa inaweza kupatikana toka mwanzo, unaona namba ya ofisi na risiti, ambayo risiti unaweza kuiprint kabisa au kai-download au kaituma kwa WhatsApp, ambao iko hapa risiti. Kwa hiyo hivyo ndivyo mfumo wetu unaweza kufanya kazi. Na utaona idadi ya SMS tumeweza kuhudumia mteja mmoja kwenye wale wateja wa bure ambao tumeweza kupewa. Na Ali ameweza kupokea message hizi. Kama unaona hizo zote nilikuwa nafanya testing kwa mfumo unafanya kazi vizuri. So hivyo ndivyo unavyoweza kutumia mfumo wetu wa Dry Cleaner Pro kwa kuendelea kuweka order na kila kitu. And then ukija kwenye dashboard hapa utakuta kiasi ambacho kimepatikana leo kwa mwezi huu, wiki hii na mwezi huu. Kwa kama siku kibadilika au wiki kibadilika, na mwongozo wote unabadilika wa kifedha.